Mimi naitwa Selina John Chua. Nimetoka mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Moshi Vijijini, Urumawela. Mimi ni mjasiriamali, nafuga kuku wa nyama, nafuga mbuzi na pia nina shamba. Mimi ni mmoja wapo niliyenufaika na Hand in Hand. Na kwenye upande wa kuku nilianza kufuga kuku kwa uchache sana kabla sijakutana na Hand in Hand. Nilikuwa nafuga kuku 50, nafuga kuku 100. Changamoto ambayo nilikuwa napata nilikuwa sijui namna ya wakati wa kuwapa chanjo, wakati na kiasi cha chakula cha kuwalisha. Na ni kuku 200 walikufa kwa ugonjwa wa gumboro, kutokana na sikuwa na uelewa wa kuwapa chanjo. Ni muda gani niwape chanjo, na sijui nipate wapi masoko. Nilikuwa sina banda. Banda langu lilikuwa la mbao. Matumizi ya nyumbani yalikuwa ni shida, maana kipato kilikuwa ni kidogo. Kwa mfano watoto shule walikuwa wanahitaji uniform, walikuwa wanahitaji ada, ilikuwa ni shida kubwa. Chakula nyumbani, nyumba yangu ilikuwa mbovu, ilikuwa inavuja, nikawa sina kipato cha kuweza kukarabati nyumba yangu. Mradi wa Hand in Hand niliujua kutokana na walikuwa wanapita kwenye vikundi wakawa wanaelezea. Kwa hiyo mimi nikawa mmoja hapo ambaye nilitamani kufaidika na hiyo elimu. Nikajiunga na nikachagua somo la kuku, kwa sababu kuku ni biashara ambayo inatoka kwa haraka zaidi kuliko kitu kingine chochote. Kwa mfano mradi wa migomba, mpaka ndizi ije ikomae ni muda mrefu. Mradi labda nguruwe, mpaka aje ni muda mrefu. Ukiangalia mbuzi, mpaka aje azae ni muda mrefu. Kwa hiyo nilichagua kuku kwa sababu ndo mradi ambao nilikuwa nimeanza nao tangu awali, na ni mradi ambao nilikuwa naupenda. Ni rahisi na unatoka kwa haraka. Fundishwa namna ya kuwapa chanjo, kwanza kujenga banda bora la kuku, chanjo na muda wa kuwapa chanjo, na chakula, kipimo cha chakula na usafi bandani. Kwenye magonjwa tukajifunza kuwapa chanjo kwa wakati kama Newcastle, gumboro, typhoid na magonjwa mengine. Baada ya kupata mafunzo ya Hand in Hand, nimepata faida kubwa. Nimepata faida ya kuweza kujenga banda la kisasa ambalo lina hewa ya kutosha kwa ajili ya kuku. Nimepata faida ya kuwapa chanjo kwa wakati na magonjwa mengineyo, na kuku wanatoka kwa wakati. Kuku wanakuwa na uzito wa kutosha kutokana na kwamba banda lina hewa ya kutosha. Na pia sasa hivi tunapata masoko kwa sababu wametufundisha namna ya kutafuta soko. Kwa hiyo wanatoka kwa wakati, tunapata faida ambayo tunaweza inatusaidia katika familia, tofauti na huko nyuma. Baada ya mafunzo nilianza na kuku 200 na mtaji wake ni 1,200,000. Na nikiuza napata faida ya shilingi 250,000 mpaka 300,000. Na baada ya mafunzo pia waliweza kutuunganisha na benki kama Equity, tukapata mkopo na kuweza kupanua mradi wangu. Taasisi nyingine ni Vision, nao tunachukua mkopo na nazidi kuendeleza mradi wangu. Nilikuwa na kuku 200, sasa hivi naweza kuweka kuku 400 mpaka 600. Nilipata mkopo kutoka Equity
Nilichukua 2,250,000. 1,250,000 nilichukulia vifaranga pamoja na chakula. 1,250,000 nilirekebisha banda. Nilijenga banda ambalo linabeba kuku 400. Na mwaka uliofuata nilichukua Vision shilingi 1,000,000. Nikaongezea kwenye mtaji wa vifaranga. Kwa hiyo sasa hivi nafuga, nikachukua vifaranga 400 na mpaka sasa hivi nafuga vifaranga 600, kuku 600. Mwanzo nilikuwa nafuga kuku 200 kwa mwezi. Nilikuwa napata 200,000 kwa mwezi. Lakini sasa hivi biashara yangu imepanuka, nafuga kuku 600, kwa hiyo napata faida ya shilingi 600,000 kwa mwezi, ambayo inaniwezesha mahitaji yote ya nyumbani. Nimeweza kushirikiana na familia tukajenga nyumba ya kisasa ya kuishi. Miradi yangu inaendelea vizuri na bado nina lengo la kuendeleza mradi mpaka ifike kuku 1,000. Mipango yangu ya baadaye, nataka niwe na kuku wa nyama 1,000, nataka niwe na kuku wa mayai 500 ambao nitakuwa nafuga kisasa kuweka kwenye cages. Nataka niwe mgomba wangu, shamba langu liwe la kisasa, liwe na migomba ya kisasa, ndizi nyingi, ndizi kubwa. Nataka niwe na nguruwe kama 100 hivi. Upande wangu nawashukuru sana Hand in Hand. Nilitamani kwamba iwafikie na wengine kama ilivyonifikia mimi, nikafaidika. Watembelee sehemu zote ili watu waweze kunufaika na elimu yao.